Kama kuna kitu ambacho nimegundua hapa duniani ni kwamba dunia inamheshimu mwanamke mwenye pesa. Yes, yani ukiwa una pesa utaheshimika popote pale ulipo. Hi guys, and this video I just nilirekodi jana, but kumbe niliweka camera vibaya. You can imagine that, and I have to delete the video and I go to sleep. So I wake up there now asubuhi nikasema kwamba like Amy, like seriously shetani anataka kunijaribu and yeah, because I'm trying to start over my life. Yani nataka nianze upya maisha. I know I did a lot of mistake kwenye maisha yangu, and actually now I need to start over. I need to start katika njia ambayo ni sahihi bila kumakosa, njia ambayo itampendeza Mungu. And yes, so katika kuanza kwetu upya ni kwamba I'm going to document my life here on YouTube. Yes, I'll document it. Yeah, and now we are starting a business of cosmetics business. Yeah, it has been 3 months ambapo nimekuwa nikijaribu kujifunza kuhusiana na hii biashara. It's a new thing for me and trying to figure out how I'm going to make sales through this business. Yeah, kitu ambacho cha kwanza ambacho nimejifunza kwenye maisha ya biashara ni kuelewa kile, ni kufundisha kile ambacho unakijua kuhusiana na hiyo biashara. And now I'm here to teach you. Okay? Kile ninachokijua nitakuwa nakishare na nyinyi hapa. Kwa hiyo kama unapenda biashara ya vipodozi, you can be here with me. And hapa nitakuwa, I promise to be honest in every way. Kila kitu yani nitakuonesha reality yenyewe. Haya ndo maisha yangu. Hapa ndo getoni kwangu. Kwa hiyo wewe binti ambaye unaamua kujitafuta, unaamua kuanza upya na mimi. Honestly, mwanzo wa biashara hii miezi mitatu ni migumu, yani niko very broke. Unajua, snela. I'm trying to find the right product and all that stuff. But all in all, I'm so grateful. Mwenyezi Mungu kanipa uzima. Changamoto zipo, but we are going to solve all the hizo changamoto zote. Lakini my point kwenye video ni kwamba ni kuongea tu na nyinyi ambao, na wale wadada ambao ndo wanaanza biashara, wanajitafuta kimaisha. Niwape tu ushauri mmoja ambao mimi naona ni makosa makubwa ambao wengi wanafanya. Please, when you come to social media, don't seek attention. Naomba usitafute attention ambazo hazina maana, ambazo zitakupoteza kwenye ramani. Like you can watch me here, ninaenda kufanya biashara hii ya vipodozi from scratch. For no shop, sina duka actually. Ninatarajia kuwa nalo kwa sababu that's the most important part kwa hii biashara hii iende. Kwa hiyo for hii miezi mitatu nimekuwa nikitafuta hela ya kodi and hela ya kutengeneza duka. But what I can say, we almost there kwenye swala la kodi, but kutengeneza duka I don't have the money yet. Okay, and kitu ambacho nashangaa ni kwamba idea ambayo nilikopo nayo jana niliorekodia video ambayo imepotea na hii sasa hivi ni vitu vitu tofauti. And like my plan was to create this video to be like really reality, and I just want to speak my mind. So I'm gonna be open here with everything I'm going through. So I don't need to fake anything to you guys. And you can comment hapo. Wewe mimi nitakuwa naenda na comment zenu ambazo mtakazokuwa mnaandika kwenye hizi video zangu, but like I want you to talk really. Yes, kama nataka niongelee kuhusiana na mahusiano, wewe kama mwanamke, like what you should focus on, okay? Kwa haraka ya like this level. I'll talk everything. Nitaongea hapa kila kitu in real life. And this is my life, this is me walking. Ninaamka asubuhi nafanya kazi zangu. Kwa hiyo ni maisha ambayo ni ya uhalisia. God, I don't know how I'm gonna reach that here. Nina run some ads and nimejikuta nina deni la dola 27. How comes? Mbona it's very fast my God, jamani. Kwa hiyo I'm just here struggling to figure out my life. Ni waombe tu kwamba I don't need to make this video bored, so let me finish. Na niwaambie ni nini ambacho tutaenda kufanya kwenye hii video. Yes, so nataka tu niongee na wale wadada ambao unapo ushauri kwamba usiende na trend za mtandaoni. Kama unataka kufanikiwa kwenye maisha, usitafute attention.
ya watu. Yani usitafute watu wajue mahusiano yako, usitafute, yani usifanye watu wakujue kwa sababu wewe na fulani, yani like all the drama. I know you guys saw that. I don't need to pinpoint watu hapa, lakini makosa makubwa ambayo wanayaona this time kwenye masoko ya kibiashara, wafanya biashara wengi wanahisi kwamba like attention ndio ina make sell, but you won't last long. And yes, I don't know, mimi sina mistake ya kutafuta attention. Mimi always my business ndio itanipa attention yenyewe, na kama itanikuza, kama itaniangusha. Yani when you found me ninaongelewa, nitakuwa naongelewa kuhusiana na biashara, not my personal life. So you have to make sure kwamba hata mtu akikusema anakusema kuhusiana na biashara yako on social media, your private life will be private always. Kwa hiyo hayo ndio njia kuu ya mafanikio, na ndicho ambacho tutaenda kufanya hapa. Tutaenda kuongea kuhusiana na biashara in real life, maisha in real life. Mungu, okay, mimi nampenda Bwana Yesu, ni Msabato, but we are going to talk about God pia, so that we can get peace. Hii biashara bila maombi utoboi, ndugu yangu, yani utoboi, honest nakwambia. So that, and I think that will be some intro. Jina langu ni Haika. You can follow my page BioLash Cosmetics, au kasearch tu Haika Masawe, you will see my face there, okay, on Instagram, TikTok, kula mahali nipo huko. Kwa hiyo kama na wewe unatamani kujenga maisha yako, unataka kujenga biashara yako, mimi I'll be here hosting you every day. And yes, every day I will create a video. What I'm gonna do today, I'm gonna set my ads straight, yani naenda kuweka ads nzuri ya vipodozi kwa sababu I need to go this business fast, okay? Kwa niko na haraka, and then I'm gonna create a video, na nimeandaa script hapa ya kutengeneza video kuhusiana na BioLash Cosmetics. Nao nimeachana na, yani nimeweka kwanza mambo tofu pembeni ili nifanye kwanza biashara ya cosmetics isimame, at least nione cash flow kwanza, otherwise nitalala njaa.